Naam, natumai wazima. Wacha nikaweze kuchukua fursa hii kuwakaribisha kwa mara nyingine katika kipindi chetu cha Kiswahili, hasa katika sehemu ino ya uchambuzi wa mashairi. Diwani ni ya hodi hodi gredi ya 9, na tumesha chambua baadhi ya mashairi likiwemo shairi la tazama mbele siku nyingi, ambalo ni shairi la shairi huru. Pia tumechambua shairi kando na tazama mbele, tunalo shairi la nimewakosea nini, ambalo pia tumeweza kuchambua, na shairi la rafiki. Kwa hivyo leo hii ningependa tukaweze kuchambua shairi la sitaki, ambalo malenga ni Joseph S. Kiponda. Na nitalikariri shairi vifuatavyo. Kusema sitaki tena kuna usalama, ni kukataa kwa maki mambo yasiyo heshima. Unaposema sitaki na mema kuyaandama, wajipatia heshima, bora kusema sitaki. Akija kwako rafiki kukuita hima hima, aseme twende rafiki, twende tukaibe nduma. Usiposema sitaki, tairi watakuchoma, bora kusema sitaki, ujipatie usalama. Atakaye ushiriki mchezo usio mwema, mwambie mimi sitaki, ningali bado nasoma. Akiteta mshitaki, aende kwa mahakama, bora kusema sitaki, ujipatie uzima. Afanyaye uzadiki, kutusi watu wazima, asiwe wako rafiki, kwake usijisimama. Akikutaka sitaki, silitakuwa jibu jema, bora kusema sitaki, ujipatie heshima. Mwisho kusema sitaki, simama akikutuma, hapo siambe hutaki, kwanza nenda hima hima, ila ovu sishiriki, japo iwe kwa lazima, bora kusema sitaki, ujiepushe hujuma. Kwa hivyo, baada ya kulikariri ama kulisoma shairi, wacha tukaweze kulichambua kulingana na vipengele ambavyo inafaa tukaweze kuzingatia tunapochambua mashairi. Na kipengele cha kwanza ambacho ningependa tukaweze kuzingatia ni kipengele cha maudhui katika shairi. Na maudhui tunafahamu kwamba ni mambo makuu ambayo yanajitokeza katika ujumbe, ama ujumbe unaojitokeza katika shairi. Kwa hivyo tunapata kwamba maudhui yanayojitokeza katika shairi hili ni maudhui ya uamuzi. Na tunapata kwamba katika ino sehemu ya uamuzi, katika maisha binadamu anapaswa kufanya uamuzi wake kuhusu jambo lipi linalofaa na lipi lisilofaa. Na ikiwa jambo halifai ama halina faida kwako, usione shida kulikataa. Mshairi anashauri kukataa kwa kusema sitaki, kwa matendo ya kuvunjia heshima, uovu, uzinivu na uongo. Hata hivyo unapaswa kuafiki au kukubali yanayofaa, kama kutumwa na mzazi wako. Pia tunapata maudhui ya uovu. Na tunapozungumzia uovu, jamii imejaa mambo mengi kama ukosefu wa heshima, uongo, wizi na matendo ya uhalifu. Na tunapouona uhalifu, kwa mfano, tunafaa kuwajibika kwa kupiga ripoti. Tunashauriwa kuepuka matendo yasiyofaa na ambayo yanakwenda kinyume na maadili yafaayo katika jamii. Kwa hivyo hayo ndiyo maudhui ambayo malenga Joseph anajaribu kuyapitisha katika shairi hili la sitaki. Baada ya maudhui, pili twende kwa dhamira. Na dhamira katika shairi hili tunapata kwamba malenga anajaribu kutuhadharisha dhidi ya kushiriki katika jambo linalokwenda kinyume na msimamo na maadili mazuri. Anatuhadharisha dhidi ya kushiriki katika jambo linalokwenda kinyume na msimamo na maadili mazuri. Pia anatufahamisha umuhimu wa kukataa kufanya jambo ambalo tunahisi halifai. Anatufahamisha umuhimu wa kukataa kufanya jambo ambalo tunahisi halifai. Ndiposa shairi hili analipa kichwa sitaki, na unaporejelea neno sitaki, kisawe chake ni kukataa. Kwa hivyo
ya hilo ndilo dhamira la mwandishi wa shairi hili sitaki. Twende kwa kipengele kingine ambacho kitumia katika uchambuzi wa shairi hili sitaki, na kipengele hicho ni muundo. Na tunapozungumzia muundo, muundo umegawa katika vikundi tofauti tofauti. Tutaanza na aina ya shairi, na aina ya shairi tunapata kwamba ni shairi la arudhi. Tunapozungumzia shairi la arudhi, tunapata kwamba ni shairi ambalo limeweza kufuata zile sheria na kanuni za kishairi, ukizingatia idadi ya mishororo katika kila ubeti, tukizingatia mpangilio wa vina, mpangilio wa mizani. Kwa hivyo ni shairi la arudhi, maana limefuata kanuni na sheria za kishairi. Twende kwa bahari, tunapata kwamba shairi hili limo katika bahari ya taribia. Na tutajuaje bahari ya shairi? Tutaangazia mishororo tutaangazia idadi ya mishororo katika kila ubeti. Unapata kwamba ubeti wa kwanza una mishororo minne, ubeti wa pili mishororo minne hadi ubeti wa 5. Twende kwa kipengele cha beti, na tunapochambua kipengele cha beti hapa inafaa mwanafunzi akaweze kusema, je, shairi ambalo amepewa lina idadi ngapi ya beti? Na shairi ambalo tumesoma la sitaki, tunapata kwamba idadi ya beti ni takriban beti 5, lina beti 5. Twende kwa vina, kigezo cha vina, na tunapata kwamba katika ubeti wa kwanza hadi ule ubeti wa 5 tunapata kwamba kuna mtiririko wa vina, tukirejelea vina vya kati na vina vya mwisho. Na vina vya kati mtiririko wake ni ki, na vina vya mwisho mtiririko wake ni ma. Ki, kati na mwisho ni ma. Kibwagizo tunapata kwamba kibwagizo ni bora kusema. Kwa hivyo kibwagizo bora kusema kimerudiwa katika kila mshororo, katika kila ubeti, bora kusema. Twende kwa uhuru wa mshairi. Uhuru wa mshairi, je, mshairi ambaye ni Joseph ametumia uhuru gani katika kuandika shairi hili? Na tukizungumzia kuhusu uhuru wa mshairi tunapata kwamba kipengele cha kwanza ama uhuru wa kwanza ambao umetumia ni uhuru wa kubananga sarufi. Kubananga sarufi. Na tunapozungumzia uhuru huu nitakupeleka katika mshororo wa kwanza, ubeti wa kwanza, kipande ni cha pili, ambapo tunasema huku kusema sitaki tena kuna usalama. Huku kusema sitaki tena kuna usalama. Tunapata kwamba kipande cha pili ambacho ni tena kuna usalama kimeweza kubanangwa, ambacho kinafaa kiwe kuna usalama tena. Kisha mbinu ya pili ambayo ni uhuru wa mshairi ni mbinu ya inkisari. Tunapotazama katika ubeti wa 5 mshororo wa pili, kipande cha kwanza tunasema kwamba hapo siambe hutaki. Kwa hivyo hilo neno siambe limeweza kufupishwa, ambalo ni usimwambie sitaki. Hapo usimwambie sitaki, kwa hivyo limefupishwa na kuandikwa siambe badala ya usimwambie. Pia tunapoangalia neno ila ovu sishiriki, mshororo wa 3 ubeti wa 5, ila ovu sishiriki, neno ovu limeweza kufupishwa ambapo linafaa liwe uovu, ila uovu usishiriki. Usishiriki, pia neno sishiriki limefupishwa, linafaa liwe ila uovu usishiriki badala ya ila ovu sishiriki. Kwa hivyo ndivyo mshairi ameweza kutumia uhuru wake katika shairi hili. Tunapozungumzia kipengele cha wahusika katika shairi, nafsi neni tunaweza tukapata kwamba ni mshauri, mlezi, mwalimu, kasisi. Yaweza kuwa ni mshauri, yaweza kuwa ni mlezi, yaweza kuwa ni mwalimu, ama yaweza kuwa ni kasisi. Kisha je, wanaweza kuwa wanamzungumzia nani? Nafsi nenewa yaweza kuwa ni mtoto, yaweza kuwa ni mtoto. Kwa hivyo ndivyo tunavyochambua shairi hili la sitaki, ambalo mwandishi wake ama malenga ni Joseph S. Kiponda. Na natumai umejifunza, natumai umeabiri meli hii nami, na tunapofikia tamati, iwapo hujasubscribe na kusihi ukaweze kusubscribe, ndiposa tukaweze kutembea pamoja. Wacha Mungu akaweze kuwabariki mnapotazamia kujiunga na chaneli hii ya Kiswahili.